أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. إن شاء الله هذا الشيء نظام الأسد، هذا الشيء والأسد يعني نريد دراسي فأسئلة مهمة إن شاء الله قريب أستاذ محمد وتكون فيه فائدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وكفى وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحابه مصابيح الغرر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد يا kuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mbora wa viumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoashiriwa mada ya leo ni kwa Kiarabu nasema hukmu sukuti anil munkar. Kwa Kiswahili
hukumu ya kunyamazia munkar. Yaani munkar wafanyika na watu wako wauona, lakini wamenyamazia. Je, katika Uislamu hukumu yake ni vipi? Toba, katika sheria ndani ya Uislamu, jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu ni katika mambo ambayo kwamba ni asasia, mambo msingi sana katika Uislamu. Tena si msingi tu wa faridhatun adhima. Tujue ya kwamba kule kuamrisha mema na kukataza maovu ni faradhi kubwa katika Uislamu. Ni faradhi ambayo kwamba biha tanalu al-ummatu khairiyataha. Umma ukishika hili jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, ule umma unapata kheri yake. Kinyume chake, yakosekana haya mawili, umma utakosa kheri yake na ubora wake. Na kwa bahati mbaya imekuwa siku hizi katika dawa zinazofanyika, mara nyingi watu wamewekeza sana kuamrisha mema, mpaka wasikilizaji wanapenda mazungumzo ya kuamrishwa kutenda mema. Kwa mfano, ukasikia hotuba ya kuhusu dhikrullah, kutoa sadaka, kutenda mema, yani kwa jumla watu wakawa wanapenda kusikiza. Lakini ikija upande wa ukatazo wa maovu, wenye ukataza ni kidogo, na wenye kuitikia kusikiliza ukatazo wa maovu pia nao hawapendi kidogo. Na itakuwa ni khiana kwa mwanadai yeyote lau ataenda kwenye kijiji au mahala munkar wafanyika, kwa mfano wa riba ama zina ama shurbi al-khamri, lakini yeye akaamua kuzungumzia kuhusu dhikrullah, ni kheri, ama qiraatul Qur'an, akalifumbia macho ili jambo ovu akaliwacha, hii itakuwa ni khiana ambayo kama amefanya mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo umma huu ubora wake Mola Subhanahu wa Ta'ala ameweka kwenye kuamrisha mema na kukataza maovu. Lakini leo tutazungumzia hukumu ya kunyamazia munkar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, kuntum khaira ummati, mmekuwa nyinyi umma bora, ukhrijat linnasi, umetolewa kwa ajili ya watu. Annasi hapa ismu jins yashmulu wa yajmau jamia annasi, bimaana umma huu ambao sisi Waislamu tumekuwa bora kwa sababu tumetolewa kwa ajili ya watu wote hawa, hata sio kwa Waislamu. Ni juu yetu sisi kuwalingania na kuwaelekeza na kuzuia munkar, hata kama afanyaye si Muislamu. Maana kwa bora nini? Mola Subhanahu wa Ta'ala akasema, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kazi yenu uliyofanya mwa bora si kuswali, si kusoma Qur'ani sana, wala si kwenda haji, wala kufunga Ramadhani. Kwa nyinyi umma huu mkawa ni bora kuliko umma zingine, ni mahala pawili tu, nayo ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kisha watu'minuna billah. Kwa hivyo umma huu utaacha hii kazi, basi ule ubora wake utakuwa hakuna tena. Vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala katika aya mbalimbali ameeleza kuhusu kazi hii akisema, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao ni marafiki wa kheri baina yao. Kazi yao, urafiki wao, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrisha mema na kukataza maovu. Maana yake iko baina ya Waislamu wenyewe, waamrishane mema na wakatazane maovu. Kwa hivyo
si sahihi kumwona mwenzako akosea ama mtoto wake anakosea au hata kama ni mkewe kisha ukanyamaza ukasema shauri yake, la, bali kwa ule urafiki wetu wa kupendana sisi baina yetu utatumia njia ya hikma ili munkari kama ule uone kwamba kiasi gani utaondoka. Vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, waltakum minkum ummatun, kuweko miongoni mwenu kikundi, jamaa, kazi yao yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Na hii waltakum minkum umma ndio ile dalili ambayo kwamba imetegemewa kwamba yafaa Waislamu kuunda chama, kuunda kikundi ambacho kwamba kazi yake inalingania khairi, inaamrisha mema, inakataza maovu. Kwa Mwenyezi Mungu asema waltakum minkum umma, kuwepo katika nyinyi Waislamu kikundi, kazi yake yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrisha mema na kukataza maovu. Wa ulaika humul muflihun, wanaofanya kazi hiyo ndio waliofaulu. Na baadhi ya mufassirun nasema dawa ambayo kama inafanywa na mtu mmoja mmoja na dawa ambayo kama inafanywa kwa jamaa, kikundi, hii ya kikundi inafaulu zaidi kuliko ya mtu mmoja mmoja. Kwa bahati mbaya sisi tunaelewa kimakosa tunapoambiwa kuna hizbu kadhaa, mfano hizbu Tahrir, watu wakaona kwa nini dawa ifanye kichama. Hii ni mbinu, na tunaona wenzetu kwenye siasa zao za kampeni zao wanafanya kutumia vyama ili wawe na nguvu katika yale malengo yao. Na hii pia ina hikma kubwa ya kuonesha dawa kama hii katika Uislamu, kukataza maovu, kuna mahali inakuwa watu kusaidiana, na nitakuja bainisha hukumu kama hizo. Mtume alayhi salatu wasalam naye ameeleza mengi kuhusu suala la kukataza munkar. Akasema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man raa, hii man ni ya taamil, yeyote katika nyinyi Waislamu aliona munkar, ni jukumu lake kuondoa kutumia mkono wake. Fala nastati, kama kuweza kutumia mkono, fabilisanihi, atumie ulimi wake. Fala nastati biqalbihi, kama hakuweza kutumia hata ulimi, basi angalau achukie ile jambo na atamani liondoke, munkar kabla isifanyike tena. Lakini akasema, wadhalika adhafu iman, mwenye kuchukia tu kwa moyo, kuchukia ule munkar, imani yake huyo dhaifu sana. Na imeelezwa maana kutumia mkono hapa ina bezi sana. Kwa mfano, kwa kiongozi mwenye utawala atumie utawala wake, mahakama yake, sheria ambayo kwamba imewekwa na Uislamu ili kunyoshia mkono ama kunyoshia mkono munkar na kuondoa. Kwa mfano, wewe huwezi kuona mtu ameiba ukamshika ukamkata mkono wewe binafsi, huwezi, mpaka aende kwa mahakama hukumu akatoe mkono kupitia chombo cha daula. Ama mzazi nyumbani ana uwezo kutumia mkono kuondoa munkar nyumbani kwake kwa kumchapa mwanawe, kumwadhibu. Na leo hili hakuna pia, licha ya mtoto wa jirani kumwadhibu amefanya kosa, hata mwanao huko tuendako sheria kuja kwa nguvu, hufai kumwadhibu, na ukishtakiwa uweze kufungwa. Na haya yanapatikana katika miji ya Ulaya, huku kwetu bado hajafika. Ama tukija katika mada yenyewe, hukumu sasa ya kunyamazia munkar ni vipi? Machafu yameenea, tembo kunywewa, uzinifu wafanyika na machafu mengi, riba, kisha umma huko tu umenyamaza. Je, hukumu yake ni nini? Hukmu sukuti anil munkari muharramun, hukumu ya kunyamazia munkar
yani kule kunyamazia munkar ni haramu. Mtu alikuwa kama afanya jambo la haramu, wayathamu fa'iluhu, na ataandikiwa madhambi mwenye kufanya hilo la kunyamazia munkar. Kwa hivyo jipime mwenyewe uko mahala gani katika position iliyoko wewe, munkar wafanyika uko nyamazia, ujue kwamba umefanya jambo la haramu na pia utaandikiwa dhambi. Ataandikiwa dhambi kivipi? Idha kana qadiran ala al-inkari, ikiwa yeye ana uwezo wa kupinga ule munkar, wa kuzuia ule munkar, walam yakun hunaka udhur shar'i, na pale ilikuwa hana udhuru wa sheria uliomfanya yeye aruhusike kusamehewa kuzuia munkar. Na kuzuia munkar ni katika hukumu, kuna hukumu mbili. Ya kwanza inakuwa ni fardhu kifaya, faradhi kutoshelezana. Ya pili inakuwa fardhu aini au fardhu ain, faradhi lazima. Fardhu kifaya ni ile ambapo kwamba idha kama bihi man yakfi, ikiwa kuna mtu amesimama akatosheleza kuondoa ule munkar peke yake, basi sakata al-ithmu fil baqi, lile dhambi litaondokea wale wengine. Ndio pale ikaja watakum minkum ummatun, kuna jambo limekosekana katika umma, ukatokea kikundi kinapigania lipatikane na likapatikana kupitia kwao, basi ile dhambi itapomoka kwa wale waliobakia. Ni munkar wafanyika, mtu mmoja, wawili, 10 wakapambana, ule munkar ukaondoka, basi ile dhambi itakuwa kwa wale wengine imeondoka. Lakini ikiwa munkar bado uko pale, ama jambo la faradhi limekosekana la kutekelezwa na umma ilikosa ile tekelezwe, halikufanyika, basi ile dhambi itabakia kwao, na hii itakuwa ni faradhi ya kutoshelezana. Pia inageuka ikawa ni fardhu ain, ikan faradha lazima ala shakhs, wa mtu maalum. Kuna mahala wewe kuzuia munkar ni juu yako wewe mwenyewe binafsi, si kwa mtu mwingine. Ni wakati gani huo? Idha lam yujad ghayruhu, ikiwa wakati munkar afanyika ikawa hakuna mwingine ambaye kwamba ataondoa ule munkar isipokuwa ni wewe, pale itakuwa ni juu yako. Kwa mfano nyumbani kwako munkar afanyika kwako, ujua wewe ule munkar, hakuna mwingine ambaye kwamba atakuja kutoka nje aje uzuilie, pale itakuwa ni faradhi kwako, ambayo ni fardhu ain ya lazima kwa wewe binafsi. Au idha raa munkaran la yarahu ghayruhu, anaona munkar atashuhudia, hakuna mwingine ambaye kwamba ameuona, pengine wengine ni vipofu, ama pengine mahala uko peke yako, ama ni sehemu ambapo kwamba hakuna alioondolewa munkar, basi itakuwa ni juu yako na munkar. Au fi wilayatihi au khasatihi, au le munkar umo katika utawala wako wewe ni kiongozi wa daula, munkar afanyika, tumia nguvu yako ya daula, tumia nguvu ya chombo chako cha utawala kuondoa kule munkar, sababu kuna baadhi ya munkar haondolewi na mtu binafsi ila kupitia nguvu ya daula. Bali si tu kwamba munkar tuondoe, lakini kuna madhara, kuna adhabu, kuna madhambi, kuna matatizo ambayo kwamba atapatikana ikiwa watu wataunyamazia munkar. Na adhabu kama hii mara hii kija inakuwa adhabun shamilun wa balaun shamilun li jamii mujtama. Adhabu ikija kwa watu ambao kwamba wamenyamazia munkar, mara nyingi adhabu ile ikija inawaenea watu wote, hata ukakumbatia nguzo ya msikiti. Adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa watu ambao kwamba wamenyamazia munkar inapokuja, adhabu kama ile inaenea watu wote. Ni kaulihi sallallahu alaihi wasallama aliposema Mtume alayhi salatu wassalam, inna an-nasa, hakika watu,
idha ra'u al-munkara, wanapoona munkar, la yughayyiruna, unakao hauondoi ule munkari, basi aushaka ayaumahum Allahu biiqabihi, ni kwa haraka sana Mola Subhanahu wa Ta'ala huenda akawaenezea adhabu yake, akawaenezea. Hapa hakuna shekhe, hakuna imamu, hakuna mwenye kuswali, hakuna nani, wale waovu wazuri wote wanaingia kwenye adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa wamenyamazia munkar. Katika hadithi ambayo kwa imepokewa na Hudhaifa radhiallahu anhu ana nabii sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadi, tunasema naapa na yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mkononi mwake, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, mtaamrisha mema nyinyi, mtakataza maovu nyinyi. Bimaana lazima mfanye hivyo, au usipofanya hivyo la yushikana Allah, huenda kwa haraka Mola Subhanahu wa Ta'ala an yab'atha alaykum iqaban minhu, akawatumia nyinyi adhabu kutoka kwake. Thumma tad'unahu, kisha baadaye mtamuomba sana Mola Subhanahu wa Ta'ala, fala yustajaba lakum, hamtajibiwa. Yaani tunasema amrisheni sana mema na katazeni sana maovu ya munkar, ama vinginevyo Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa haraka huenda akawatumia nyinyi adhabu yake, kisha mkamuomba Mola wenu awaondolee adhabu, awaletee kheri, fala yustajaba lakum, hamtajibiwa na Mola wenu. Katika riwaya fayadu khiyarukum fala yustajaba lahum, hata wale wema wenu watamuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala hawatajibiwa. Kwa hivyo utaona hatari ya sisi kunyamazia munkar. Adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala inapokuja inaenea watu wote. Katika habari za watu waliotangulia, Mola Subhanahu wa Ta'ala ametajia habari za watu wa as-sabt, watu waliokatazwa kuvua samaki katika siku ya Jumamosi, na Mola Subhanahu wa Ta'ala akajalia ile siku wale samaki hujitokeza wakawa wanacheza juu ya maji, ili kuwaonja wale ambao kwamba wataitii amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakafanya ujanja, wakawa wanaziweka zile nyavu Ijumaa zilale kwenye maji, kisha mchana wa Jumamosi zitashika samaki ili Jumapili wakavune ama wakavue samaki. Wakaletewa adhabu, wengine wakafanya vijinyani. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema falamma nasu ma dhukiru bihi, waliposahau yale ambayo wamekumbushwa nayo, Mola Subhanahu wa Ta'ala akapelekea adhabu, akasema wa anjana alladhina yanhauna anis-su'i, lakini tukawaokoa wale ambao kwamba wanakataza ule munkar, wanakataza ile maovu. Kwa hivyo tunaona hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala amewavua na kuwahifadhi na adhabu wale ambao kwamba walikuwa wanakataza ule munkar. Kwa hivyo ukitaka wewe kuokoka katika hali kama hizi, uwe katika wale ambao kwamba kwa mstari wa mbele kulingania, kuzuia na kukataza munkar kama ule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, Mtume alayhi salatu wasallam asema, idha dhahara az-zina, inapodhihiri zina, wa riba, na vile vile biashara za riba, fi qaryatin, katika sehemu ya kitongoji, basi fakad halu bi anfusihim adhab Allah, hawa watu kwa mikono yao, kwa nafsi zao wamejihalalishia adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yani ikiwa kuna uzinifu waendelea katika sehemu fulani, ama ni riba, na haya maeneo leo yanafanyika kila siku, kisha watu wakawa wameridhika na hilo, yafanya waziwazi, basi hawa watu wamejihalalishia wenyewe adhabu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na sisi katika hali ambayo tunaishi ndani yake sasa, uzinifu umekithiri na riba yapigwa debe,
na sisi tumenyamaza, tukachagua kulingania baadhi ya mambo na haya munkar tukanyamazia, na wasikilizaji nao wakawa wanaona raha na kutaanas kumbaa wanapotolewa mawaidha ambapo kwamba ya kuamrisha ya dhikrullah ya kutoa sadaka, wakaridhika na hayo, na kawa hawaoni raha, hawaridhiki kusikiliza mawaidha ya ukatazo riba na zina, basi hali mbeleni itakuwa mbaya zaidi kuliko hii ambayo kwamba tunaiona sasa. Hadithi ya Nu'man bin Bashir ambayo kwamba ni maarufu sana ya Mtume alayhi salatu wasalam, ambayo aliwahi kuwatajia masahaba akapiga mfano kwa yule ambaye kwamba alqaimu ala hududillah, yani yule ambaye kwamba anasimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye kwamba anaingia katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anaepuka maasi, haingii kwenye maovu, na huyu mwingine anaingia kwenye maovu. Baina hawa wawili kuna mfano gani upigwa? Mtume alayhi salatu wasalam akatupigia mfano ambao tutia kilini sana, akasema ni mfano wa watu ambao kwamba wameingia kwenye jahazi. Ile jahazi ikawa imewagawanya wale watu, baadhi yao wako chini na wengine wako juu. Ikawa wale wako chini wakitaka maji lazima wapate wale wako juu, bali tutakendoa maji huko, maana kwenye maeneo ambayo maji wanapata ulaini, wapate wenzao wale wako chini. Ikawa hii ndio mila ambayo inaendelea katika ile jahazi. Kisha wakatokea baadhi wakatoa rai, jamaa, kwa nini sisi badala kwa sumbua wale wako juu kila mara kuambia tu tekeni maji huko tupate huko chini, kwa nini tusitoboe sehemu yetu kama tundu fulani ndogo tu, tukitaka maji tutapata kirahisi huko chini? Ni rai yao ile. Mtume asema ikiwa wale wako juu watawanyamazia hawa wale wako chini, na rai hii ambayo kwamba ni ya kijinga kipumbavu ya kutoboa sehemu ya jahazi tundu ili wapate maji kulaini, wale wako juu kwa wanyamazia wale wako chini, basi ile jahazi itaingia maji, watazama waangamie wote. Lakini wakichukua hatua, wakawazuilia, wakashika mikono wale wasifanye jambo kama lile, watawaokoa wale na waokoe nafsi zao. Kwa hivyo sisi ambao kwamba tunajiona tuko katika amani, tunajiona tuko katika usalama, kama wanavyodai wengine kwa dalili ya aya wasema alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Tena kwa dalili kwamba bana Mwenyezi Mungu asema ilazimisheni kwa nafsi zenu, haiwezi kuwadhuru aliyopotea nyinyi kwa katika uongofu. La, hii maana yake ni tofauti. Ni kipindi sisi tushafanya dawa kwa bidii zaidi mpaka tumetumia nguvu zetu za mwisho kabisa, basi pale tunaweza kusema kwamba shauri yao. Lakini kabla hapo lazima tufanye kazi ya kujiokoa sisi na kuokoa mzima. Ya kuzungumzwa ni mengi, lakini pia hatuwezi kusahau kutaja habari ya Bani Israeli, kwa sababu katika madhara ya kuacha kuzuia munkar ni watu kupata laana ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa laana maana yake nini? Al-bu'du min rahmatillah. Ukiambia fulani amelaaniwa, ina maana yule mtu yuko mbali kabisa na rehema nani? Ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kule kuacha kuzuia munkar, kule kunyamazia munkar ni katika sababu za kupelekea watu kupata laana za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa laanatu al-bu'du min rahmatillah. Na laana maana yake ni watu kuambana na rehema za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yesu asema lu'ina alladhina kafaru bi bani Israil, walilaaniwa wale ambao walikufuru katika Bani Israil ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam, kwa ulimi wa Daud na Isa bin Maryam. Kwa nini? Dhalika bima'asu wa kanu ya'tadun, kwa sababu wao waliasi na wakaitupa mipaka ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Walitupa vipi? Kanu la yatanahawna an munkari fa'aluhu, walikuwa wao
hawakatazani munkar wanaofanya, yani wanaofanya munkar wale wenzao hawakatazi. Mtume alipokuwa anaisoma hii aya alitanguza maneno akasema, inna awwala ma adkhala nafsa ala bani Israil kana rajulu yalqa rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah. Tunasema walikuwa bani Israili katika tabia zao, mtu aweza mpata mwenzake anafanya maovu, anaambia ya hadha ittaqillah wadhar ma tafal innahu la yahillu lak, uache unaofanya hayo si halali kwako. Thumma yalqahu min alghad, kesho tena atampata wa huwa ala hali, katika hali ile ya kufanya munkar. Tunasema fala yamnau hadha yakuna akilahu wa sharibahu wa jalisa, ila kumwona huyo afanya munkar, jana amemkataza, leo kamwona tena pale akamkataza, kesho kutwa hali ni ile ile, ila kumwona mwenzake afanya munkar halikumzuilia yeye kuwa atakula naye, anywe naye, akae naye katika jalasat, halikumzuia yeye. Maana yake ni kwamba anafanya munkar kufanya dawa mpaka mwisho bado yaendelea, usikae naye wewe, ukala naye ukafanya rafiki, ilikuwa sawa ukukane naye wala ukata tamaa. Tunasema kufanya hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akazigonganisha nyoyo zao, akawalaani. Kisha Mtume akaisoma hii aya, lina alladhina kafaru bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kwa hivyo kuna hatari kubwa ambayo iko mbele yetu. Katika hatari hizo mojawapo ni kupata nguvu ahlul batil ala ahli alhaq. Itafika wakati watu wa batil watakuwa na nguvu juu ya haki, itafika wakati ile batil itakuwa na nguvu kushinda haki. Si tunyamaza, tuliambiwa my dress my choice, watu wakaongea kisha wakanyamaza, ikawa ni jambo la matukano mwanamke kuvaa mini skirt ama kuvaa suruali tight, ikawa chukiza, watu wakalinyamazia. Leo imekuwa ni ada, ni kawaida. Mwanamke akavaa suruali imebana, amvaa mini skirt uko uchi, nusu amvaa, imeenda mpaka vitoho viko nje, sasa vifua viko wazi, inazidi. Kwa kaletewa masala ya LGBTQ+. Ikaja hiyo watu wakizungumza kibasita kirahisi, imeanzia huko. Leo imekuwa ushoga, ukitaja mbona ni ada kawaida, usagaji mbona ni kawaida tu. Yaani ile batili sasa inakuwa ina nguvu, ina shamiri na nawiri kuliko nini, kuliko hapa. Ikaenda sasa tumeletewa sama time, ikalinganiwa kwa siri, ikaja kwa dhahiri, mpaka ikawa sasa inaenda itakuwa ada mbeleni. Tena ikalazimishwa kwenye ile miji yenye heshima, miji ambayo kwa wajulikana hii miji asili yake Waislamu ndio wengi, wanachuoni huko ndio wengi, elimu ya dini ya Kiislamu huko ndio vitu vyake, ikapelekwa huko. Na hii tukinyamazia nayo itaenda mpaka mwishowe nini, ni ada. Kwa hivyo katika hatari za kunyamazia munkar, unaenda ule munkar, wenye munkar watakuwa na nguvu kuliko wenye haki, na munkar itashamiri, itakuwa na nguvu, itakuwa ina nguvu zaidi kushinda nini, kushinda ile haki. Katika dalili ambazo mimi naziona ndio dalili moja hapo, tumeona juzi kitambo wanavioni, mashekhe, maustadhi, maulama na mudarrisuna wa madaris, kama amealikwa au ameenda na akili zao, lakini tuambiwa takriban
wanavyoni na mudarisuna, walimu wa madrasa na makhatibu na maimamu wa misikiti takriban 9,000 wameenda kutembea katika ikulu ya Rais Nairobi. Hawa ni watu waliobeba haki, walinganizi, wambeba nuru, wambeba Qur'ani. Hawa wao kazi yao kubwa ni kulingania kheri, kazi yao kubwa ni kuzuia munkar, ni kutengeneza maadili ya vijana, kutengeneza maadili ya wazee, kutengeneza maadili ya banati na kina mama. Hilo kazi yao kubwa. Kazi yao ni kuangalia munkar na kuzuia na kukataza na kukemea. Leo wamekuwa wanadhalilishwa wao, na kupitia wao wanaodhalilisha Uislamu na umma wa Kiislamu. Katika matatizo yanayodhihiri katika hili jambo ni binau rai al-aam. Wameenda pale kuwajengea wale watu, yani public opinion. Mashekhe pia wameenda bana, mashekhe pia wanaunga mkono, yani haya yanaendelea ya dhulma ambazo kwamba raia wanadhulumiwa, fasadi zimeenea kila kona, kisha wanavioni wao watakugeuzwa wale makampena au kukampenia mambo kama haya. Makhatibu kama hawa watajisimama kwenye mimbar wazungumzie masala kama haya ya kuunga mkono kama hii. Mimbari ambayo kwamba hii ni amana ambayo kwamba tuliachwa nani na Mtume alayhi salatu wasalam. Mimbari ya kwanza imeitwa Mtume alayhi salatu wasalam, ilikuwa kiguzo cha mtende. Kiguzo cha mtende kimelia kwa sababu Mtume amejenga mimbari nyingine pia. Kigogo kimelia kwa sababu yale mazungumzo mazuri juu ya kile kigogo hata patikana tena kwake. Lakini leo naweza kusema huenda ikawa sisi baada ya kuacha mimbari tenda zetu, ile mimbari baada ya kuwa ilie kwa sababu tumeondoka sisi, itakuwa inatulaani. Kivipi? Kwa sababu tutazungumza maneno ambayo kwamba haistahili kuzungumza katika hizi manabi. Tumfanyia khiana Mtume alayhi salatu wasallam. Inachodhihiri pale ni bai'u dini ni dunia ghairi. Wameenda kuuza dini yao ya Kiislamu kwa dunia ya mtu mwingine. Katika riwaya ya Ibn Abdi Barri an Imam al-Malik rahimahullah, asema Imam Malik annahu kana yuqalu, Imam Malik asema ilikuwa ikisemwa huko nyuma ya kwamba aktharu nasi, aliokhasirika zaidi katika watu, mambaa akhiratahu bidunyahu, aliopata hasara katika watu ni mtu ambaye kwamba ameuza dini yake kwa ajili ya dunia yake. Wa aktharu minhu, lakini aliopata hasara zaidi kuliko huyu aliouza dini kwa ajili ya dunia, aliopata hasara zaidi mambaa akhiratahu bidunya ghairihi, bila ambapo kwamba ameuza dini yake kwa ajili ya dunia ya mtu mwingine. Yani wewe umepoteza dini yako si kwa ajili ya dunia yako wewe, kwa ajili ya dunia ya mtu mwingine. Umemfuata kwenye ikulu ukafanya kampeni umjenge public opinion. Hii ni hasara kubwa sana. Lakini pia tumeshuhudia sisi, hakuna hata mmoja angalau aseme bana, tuko hapa sisi kama wanavioni, mashekhe, makhatibu, kazi yetu kubwa ni kutengeza maadili ya watu, kuongoza katika kheri, kukataza munkar. Lakini sisi hapa pia tuna ulalamishi, tuna kilio na tumepinga, na pia bado tutapinga, na twaomba tuunge mkono katika hili. Angalau zungumze kuhusu lilofanyika maeneo ya Malindi, angalau zungumze hiyo. Sasa ikiwa kuna watu ambao hata si Waislamu limewakera, watu ambao hata hana dini si Wakristo limewakera,
Je, sisi ambao kwamba tumebeba nuru ya Qur'an na hadithi, nuru ya Uislamu, yafaa tupeleke kiasi gani? Wameenda pale jamaa, baadhi yao wanazipondoa, wanazipindisha aya za Qur'an. Kama ulifuatilia, kuna aya ilisomwa pale, wa'iddu lahum mastatatu min quwwati wa min ribati al-khayl turhibuna bihi aduwallahi. Tena hakufika huko yeye, akaeleza tu kwamba Mwenyezi Mungu asema bana, muandalie kila mnachoweza katika nguvu, kama mtatumia kuandaa farasi. Lengo si kwamba anasomele aya kwa malengo ya dini, kwa malengo ya aya iliyokuja, aya ya Mwenyezi Mungu yazungumza kuhusu masala ya kujiandaa, ili Waislamu wasilale kila wakati wajiandae. Lakini yeye amegeuza kwamba wafanye maandalizi kwa ajili ya mwaka unaokuja, ili rais ashinde katika uchaguzi. Aya Mwenyezi Mungu Sheikh, uende isoma pale, waipendua, malengo yake ni mengine, kwa sababu njaa yako, maslahi yako, umeenda pale wakilisha umma wa Kiislamu. Wewe ni sheikh, wewe ni imamu, wewe ni ustadhi, uenda pindisha aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuzungumza ni mengi, lakini zaidi ni kwamba sisi tusinyamazie munkar, na tumeeleza kuna wakati inakuwa ni fardhu kifaya ya kutoshelezana, na tumeeleza utaangalia ni wapi. Kisha kuna wakati ni fardhu ain, wewe binafsi utakuwa kwa madhambi wewe, hata kama si shekhe, hata kama si alim, utaandika madhambi kwa kunyamazia munkar. Kwa hivyo sisi tunazo mbinu leo, waweza kuzungumza katika simu yako, ukatumana clip ya ukataza munkar, hata kama ni kwa uchache, badala ya kuangalia klipu zetu za kuchekesha, tumana klipu yako ya kuzuia munkar, kuonesha kwamba hili jambo halifai kwa kiasi fulani, na utakuwa umefanya jambo katika kuzuia, na huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akuondoa kwenye lawama yenye kulaumiwa kwa kunyamazia munkar. Kwa machache inshallah taala, ikiwa nimepata ni kwa tawfiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa nimeteleza ni kwa tafsiri ya binadamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan sana kwa darasa yako kupitia kukumbushana maisha sana tunazungumza kwa kipindi kilichofanyika. Kulikuwa na michakato mingine kwa kufanya sana kule ndani. Kwa kufanya ile michakato ile sana walifanya mambo wazi kule mtaani na kuongoza uchi na uchafu mwingi. Lakini tarehe 8 hii walifanya, lakini walifanya kisiri, na walifurika vile vile baharini na wakafanya machafu yao vile vile, lakini hawakuingia mitaani kama walivyoingia wakati ule, kwa sababu Waislamu walisimama wakapinga munkar moja. Kwa hivyo hizi munkarati ziko nyingi na zaendelea na zinapata himaya ya dawla, kwa sababu ni katika personality freedom, hurriyatu shakhsiyya, inasema ni uhuru wa mtu binafsi. Kwa hivyo ana uhuru wa kufanya atakavyo, na kama aliyotupatia mifano ustadhi, tuona yameingia katika mitaa, mambo ya wanawake kutabia uchi huku tuyaona, maskani hizi migoka, tembo na minini yote yaenea katika miji, na mji kama mji wa Takaungu ni mji wa Kiislamu hakika, na anayekuja anajua kabisa kwamba amekuja katika mji ambapo kwamba majority Waislamu na shairi za Kiislamu zidhihiri, lakini kwa sababu ya hizi huria na nini, machafu yanaanza kuenea katika miji kama hii. Kwa hiyo kwa kila Muislamu ana dhima kusimama kupinga munkar wote ambao karibu na tutembelea uchi humu ndani mitaani, mtu asinyamaze, atakaweza kusema aseme.
munkarati ambazo kwamba zalazimishwa kuingia katika miji. Niseme kama hiyo Summertide iliyofanyika Malindi, lao watu hawakusimama wakazungumza, wangefanya kubwa nyingine kama ile dhahir shahir, lakini baada ya watu kusimama wakajificha, wakafanya kwa siri. Kwa hivyo inshallah tutatoa nafasi dakika chache kwa mtu ambaye ana swali ama mchangio, tusitawilishe inshallah, dakika chache kama dakika 10 hivi tufunge inshallah. Kwa kama kuna mtu ana swali na msaada. Swali langu ni katika hizi munkarati ambao kwamba zafanyika, mfano riba, zina na masala betting haya na mengine ambao kwamba yamezungumzwa katika munkarati. Sasa munkarati kama hizi pindi zinapozungumzwa ni kwamba watu wanashukia, hawana hamu ya kutekeleza yale kukanya ule munkarati. Sasa ni jambo gani ambalo kwamba limewapelekea mpaka watu wanaona kero, yani hawana hamu, yani wamesinywa juu ya swala kama hili pindi munkarati kama hizi zinapozungumziwa? Naam, tunaweza kusema kwamba mazoea pia. Unajua hao wenye kutangaza biashara za riba hizi, magambo lengi hizi, huwa wanazitangazia kwenye mitandao, kwenye mitaa. Utaona wanazuka na magari, wasema njoo chukua mkopo. Na kwa bahati mbaya kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba huwezi kuendelea kibiashara mpaka uchukue mkopo wa riba, na hii ni haramu na ni makosa kuitakidi hivyo. Kwa hivyo watu huona wanaingilia kwenye maslahi yao, yani mambo yao. Unapozungumzia ile maradhi ya umma yale, wanaona umeingilia kwenye anga zao. Kwa hivyo hawana hamu ya kusikiliza haya, na siku zote ukweli huo unachoma, mara nyingi huwa ni hiyo. Na ni makosa watu kuzoea munkar, yani fikia wakati yani jambo likizungumzwa basi bwana mawaidha mengine nazungumzia mambo hayo, mambo ya kawaida hayo, siazungumze mambo ya komenya kuzipoka zungumzia hayo. Na baadhi ya watu husema hivi, ni makosa. Kuna baadhi ya wasema man yahun yasulu alhawanu alayhi mali jurhin bimaiti ilam. Sangine mtu akiwa mpevu sana, yani ule moyo wako ukienda kwa kunyongeka, ukawa ni mnyonge, yani haona ile hasasa ile harara ile ya imani. Ikishuka sana ile harara ya imani, basi yasulu alhawanu alayhi, yule mtu hata ile mapevu yanakuwa sahali kwake, ambayo ni hatari. Yatakana kuzungumza jambo la munkar, yani uwe na wasiwasi kwa moyo wako usikie kwaruzwa. Na kiasi ule upevu umeenda mpaka nyoyo zimekuwa hazina ile harara ya imani. Akasema mali jurhin bimaiti ilam, mfano wake ni kama jeraha maiti, haina uchungu. Mtu akifa na kidole kumtonesha hivi, hasi kwamba tuoneshwa. Hasa tunaenda mpaka zile hadi nyoyo zetu zinakuwa dhaifu kiasi kwamba hata tutonesha kwenye kidonda hivyo, riba ni haramu, uzinifu haufai, yani kubabaiki haifai kufikia wakati huo. Itakayo na uoga kwamba kwa hali hii ambayo tutanayo wakati wote waweza kushika adhabu hapo, kama tulivyoeleza katika ayati na hadithi mbalimbali. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Mimi swali langu linakuja katika upande wa munkar vile vile. Mmoja Said amezungumzia kwa kuna ukizanywa mwanzo ilifanyika hiyo Summertide na watu wakazungumza wakakemea, ikafanywa tena mara ya pili, lakini kwa siri siri. Yani suluhisho gani la kudumu ambao kama munkar akifanywa yatakuwa yakifanywa ni kwa yataondoka kabisa? Naam. Mara hii suluhisho kwa kuna suluhisho ya karibu na ya mbali. Suluhisho ya karibu, mwanzo watu wazungumze katika mtandao, ikikiri sana kuzungumza ile jambo, kukemea, yaonekana watu wakereka sana. Hii pia itasaidia kwa kiwango fulani, kama tulivyoona
baadhi ya watu wachache kutokeza kwenye mitandao na wao wenyewe watu kuandamana kiasi, waliingiwa na uoga kidogo wale watu kufanya mara pili, angalau wakafanya ile kurudi nyuma kiasi. Lakini tujua kwamba kama alivyosema al-Akh, hii nidhamu ya kisekula, kuna haki za shakhsia, ni za kibinafsi. Kuna haki za kibinafsi ambazo kwamba mtu ana maamuzi ya nafsi yake mwenyewe, hata kiamua kwamba yeye ajeuze kama mwanamke anaruhusiwa. Hii yaruhusiwa katika huu mfumo, na serikali iko pale kulinda mambo kama haya. Kwa hivyo huna haki wewe kumwona mtu pengine khanithi ukamchukulia hatua ama ukamtukana, wewe ndio utakwenda fungwa, yeye abakia kwenye mambo yake. Kwa hivyo kwa kuwa nidhamu yenyewe iko pale kuhami maovu kama haya ili yaendelee, na ndivyo mfumo ulivyo na malengo yake ni hayo, ndio pale inakuja sasa kwamba suluhisho la milele la uhakika ni pale ambapo Waislamu watakuwa na uwezo wa kuweza kusimamisha dola ya Kiislamu na kung'oa nidhamu kama hii na kuweka mahala pake nidhamu ya Kiislamu ambapo kwamba itatabikisha Uislamu 100%, na munkar kama hizi zitakuwa zinaondolewa na umma utakuwa unaishi katika amani na maisha ya usalama. Lakini kwa sasa kusema tunaweza kuondoa kama kung'oa kama mzizi kung'oa mti, kwa sasa ni ngumu mpaka tupate daula khilafa ambapo kwamba itakuwa na nguvu ya kufanya kitu kama hicho. Wallahu a'lam. Salamu. Mimi ningependa kuuliza kuhusu hawa mashehe ambao wanatembelea huko. Kwa hakika nilikuwa tukifunza kuwa wanazuoni ndio walikuwa manabii. Naam. Na manabii walishuka kwa malengo ya kuelekeza watu kwa yale yaliyo sawa. Sasa tumeona kuwa kumekuwa na hii kila kikaribia uchaguzi. Tunaona kuna kundi la mashehe wanajiambatisha na mrengo fulani kwa sababu za kisiasa. Na kuna mahali nilisikia ama nisoma kwa ukiona wanazuoni kwenye milango ya watawala kwa hao ni wahii. Je, kama ungesherehesha katika hilo, ni hadithi, ni maneno ni vitu, na je hawa tukiangalia kwa jicho la kwa ni waizi ama ni vitu? Naam. Mimi kitu ninachokifahamu kwamba katika wanachuoni kuna wanavyona tu ulama usui, ulama usui na wanavyoni, lakini wao katika ubaya wambeba ile nuru na wanaonekana katika dhahiri ni wanachuoni, lakini ni ulama usui. Na mfano wao waliyadu billahi min dhalik, tuwapatie nasaha kwamba kujinasibisha na mambo kama yale huenda mtu akaingia katika kundi la ulama usuli, au masala kusema kwamba wanaitwa ni waizi, hiyo sijaipata mpaka tufuatilie, lakini mtu atahadhari asije katika ulama usuli. Sawa. Kwa sababu wewe huingii katika kutetea haki na kuipinga batili, bali utaonekana uko katika upande wa kutetea batili dhidi ya haki. Kwa hivyo tengeta kundi la ulama usuli ndio hatari ambayo naiona. Wallahu a'lam. Naam. Tukiangalia miaka kama 30-40 ya nyuma iliyoisha, ilikuwa hakuna mambo kama haya, na watu wakiaona washtuka. Yaani mtu mingi mwanzo nikiona futa bangi nashtuka, lakini kila ikienda watu wanatoka kwa dini wanaingia kwenye hizo. Sasa hii utatoa maidha useme hivi ulinganie na nini, lakini mtoto wako anarudi anasoma shule ambayo akiangalia hivi mwalimu yuko uchi, anayoamrishwa. Yani kuna mambo mingi ambayo yanayoelekezwa sio ya Kiislamu, anajengwa mfumo ambao sio wa Kiislamu. Sasa kama sisi
tutakuwa tukilingania, tukikanya, lakini hatutajenga mfumo wa kumlinda mtoto. Mtoto yuko kwa TikTok, aona mambo ni hayo. Yaani paka wewe Muislamu mwenyewe ukisema hivyo tayari yeye mwenyewe wakasirika. Sasa ni njia gani ambayo tutavunja haya mizizi? Tusiwe tuongea. Tuwe tunatoa mfumo ambao utamlinda mtoto akiwa mdogo mpaka mkubwa. Sasa tulivyozungumza kwamba matatizo ni mengi, na utaona kwamba tatizo kubwa ambalo limewaelekea wazazi katika ulezi ni kubwa zaidi kuliko la wale wazazi wa miaka ya nyuma, kulingana na mazingira ambayo tuko nayo. Mazingira tu peke yake tayari ni funzo. Kuna marafiki, kuna hiyo mitandao, kuna huko mashule, kuna fikra kule shule wanafundisha elimu na thakafa. Hesabu zile ni elimu, sawa, ile si kemia, ni elimu. Na hiyo kuna thakafa ile kumwambia ati mtoto akiwa na 8 yuko huru. Sasa kuna haki za watoto, haki za kina mama ambazo zinapingana na Uislamu. Zile sasa elimu, ile ni fikra. Tunataka na sisi tuzisome zile, tuzijue, tuelekeze watu wetu kwamba hii bana, hii si elimu, hii ni fikra. Usibebe binafsi kama ilivyosema kwamba kuna kuzuia munkar kwa mtu binafsi ambayo fardhu ain. Hebu yeye binafsi uchukue jukumu mwanzo, lakini zaidi ya hapo turudi pale pale kwamba haya matatizo siku yatakaoondoka haya ni wakati Waislamu wakiweza haswa kusimamisha dola ya Kiislamu, kwamba yaweze kuondoa yote haya na mahala pake wachukue nafasi ya Uislamu. Lakini hatuwezi kusema tuangojea ifike hiyo. Kila nafasi ambayo tunaweza kuichukua hatua ya binafsi na jamaa na kuelimishana, kutahadharishana, fanyeni, usinyamaze, kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala atamhukumu kila mmoja kwa kadiri ya nafasi ambayo kwamba alikuwa nayo katika uwezo wake. Kwa hivyo fanya katika kadiri ya uwezo wako, kuzuia ama kuamrisha ama kuelekeza. Wallahu a'lam. Mwisho inshallah pesa yetu tutakomea hapa. Ikiwa tupata maoni na rai yuko wengine wako hao, tunaweza kuzungumza inshallah kando hizo sura na ile kadiri sana kaula subhanallahi.